wetu ni kule mbinguni. Hapa duniani tunapita, haya tunayoyaona yanapita. Hiyo tamaa ulio nayo ni ya muda mchache. Saa itafika huko kitandani huko hoi, hata hiyo tamaa haipo. Neno la Bwana limekuja kwa ajili yako kukukumbusha kwamba wewe kuna mahali unaenda, hata mimi nina mahali ninakwenda. Zamu zinaendelea kusogea. Kadri unavyoendelea kukua ndivyo ambavyo unasogea. Haleluya, haleluya. Zamu yangu inakuja na zamu yako ipo. Sasa changamoto tulio nayo hatujui ni lini. Mimi natamani tusimamie tu ili andiko. Yaani ninapojitazama leo na miaka 48, najaribu kuhesabu imebaki mingapi yenye nguvu nifike 70. Ndio maana nahubiri injili kwa nguvu, kwa sababu najua nina muda mchache. Miaka iliyobaki ni michache kuliko ile niliyoishi. Wewe ambaye una 60, ujue umebakisha miaka 10 ya nguvu. Iliyobaki tunaweza tukawa tunakutoa na kukurudisha. Tunakutoa na kukurudisha. Hautakuwa na amani. Sio miaka ya amani. Na kukumbusha kwamba hapa duniani sio kwetu, tunapita. Siku moja tutamuona Baba. Tutakapomaliza kazi tutarudi kwetu. Kila mmoja utarudi kwenu. Mwambie mwenzako kwako ni wapi, alafu mshike mkono, alafu msimame. Huku namuuliza kwako ni wapi, alafu wakati anakujibu na wewe unamjibu, msogee hapa. Kuna mahali tunaenda wapendwa. Hapa duniani sio kwetu. Kuna watu walikuwa na fedha, kuna watu walikuwa ni matajiri, wengine wakaugua kwa muda mrefu. Hela nyingi zimetumika mpaka mamilioni 70 ngapi, lakini hawajapona, wameondoka. Wewe ni nani? Kuna mahali tunaenda. Ninakukumbusha tu, naomba tusogee. Mwambie mwenzako tusogee. Leo nataka tuombe, na kuna watu nataka tuombe nao leo. Yuko Mungu mahali hapa, na kukumbusha kwamba kuna mahali tunakwenda. Hata mimi sikuwa kama hivi. Nilikuwa binti, nilikuwa mama fulani mwenye nguvu zake, lakini leo hata nikipanda kwenye hili jukwaa ninapanda kwa stepu, kwa sababu umri unakwenda. Kuna mahali nasogelea, na nitahubiri injili mpaka kieleweke, kwa sababu najua muda wangu ni mchache. Hata wewe muda wako ni mchache. Sihubiri kukutisha, maana unao watu ambao pengine wengine ni ndugu zako wa karibu. Nakwambia iko siku utaondoka hapa duniani. Na wakati mwingine unajifanya mjanja, ni kwa sababu uelewi. Wakati tunakuja, naomba kule nyuma tusogee, tunawasubiri ninyi. Watu wa Mungu, wimbo wangu wa jana naomba tunaimba huo, mimi ni mgeni dunia napita. Naomba tusogee, usiondoke. Hii ni neema kuwepo katika viwanja hivi. Mama yangu mzazi alikuwa na mipango mizuri. Alipanga kabisa siku hiyo kwamba ataenda kwenye maombi. Akaenda kwenye maombi asubuhi. Aliporudi alikuwa anapenda sana kula mboga inaitwa matembele. Akaenda kutafuta matembele, akayachambua vizuri, akayaalika juani ili yanyauke kidogo. Akanunua nyanya, akanunua na mafuta. Alafu akasema ninakwenda Mlimani City kwenye ibada, nikitoka mboga iwepo, na mkaa akanunua. Ameacha mboga zake pale juani, halafu akaenda Mlimani City. Lakini wakati anavuka barabara akagongwa, akafa saa ile ile. Matembele alikula nani? Yeye alikuwa na ratiba. Inawezekana hata wewe unayo ratiba, hujui kesho yako. Mimi nahubiri injili ya Yesu Kristo kwa sababu Yesu anarudi, na hatujui anarudi lini, na hatujui tunaondoka lini. Kuna wale watu ambao Yesu Kristo atawakuta wakiwa hai, watamlaki hewani, na kuna wale ambao watafufuliwa. Sijui ni yupi na yupi, lakini kesho yako